Wacheni niwaambieni ka story kadogo hapa kakuchangamsha, mjue usitamani cha mwenyewe. Wale watu wana tabia kuchukua vitu za wenyewe ni kubaya. Watu washaamua mambo zingine, watu wameamua mambo zingine. Kuna jamaa fulani alikuwa yeye mwenyewe anafanya kazi mahali fulani, huko anafanya, kuna chakula walikuwa wananunua pale, wakishanunua ile chakula pale kwa ile hoteli, anafunga vizuri, anapelekea watu wake. Sasa kuna sehemu alikuwa akipita kidogo Mangweni, yeye ni hao watu wa Mangu kunywa pombe. Akipita pale Mangweni apate chupa 2 za usingizi. Akienda kuchukua bagi yake mahali alikuwa ameweka kwa ile store hapo Mangweni, anapata ile chakula mtu amechokora na amechukua chakula ameenda nayo. Ai. Watu wake wanaenda kulala njaa. Siku ya kwanza akaenda akapata pia watu wamechokora wameenda kukula, watu wake wamelala njaa. Siku ya pili kaenda akapata pia imeenda kuchokora, watu wake wamekula. Ikawa ni mtindo sasa, akaacha kwenda hapo Mangweni. Siku nyingine akaenda pale Mangweni. Alipoenda pale Mangweni hiyo siku ya mwisho, alichukua ile chakula alikuwa nayo. Kila siku anaenda kichukuliwa. Ile chakula alikuwa nayo alichukua, akaichukua ile chakula, akaiweka mafuta ya taa. Akaiweka mafuta ya taa yote ikajaa vizuri na akafunga akaweka pale. Haya basi akija kutoka Mangweni akaja akapata chakula imeenda. Sasa siku ya 3 akasema pia kesho nitaweka dawa ya panya sasa. Lakini siku ya 3 alipochukua akasahau na kununua ile dawa ya panya. Lakini unajua ajabu kubwa nini? Venye ile nyingine ilikuwa imewekwa mafuta ya taa, alipoacha hiyo nyingine hapo, alitoka Mangweni akija akapata iko wapi? Akapata bado iko hapo haijachukuliwa. Kwa nini alipata haijachukuliwa? Kwa sababu ile ya kwanza mwenye alichukua alijua hapa ni kubaya, kumeharibika, hapa atakuja kuwekwa sumu ni kufe. Kwa hivyo alipopata ile nyingine kuna mafuta ya taa nyingine hakuchukua, alijua tayari ni kama imedungwa kitu kibana, akaachana nayo. Kwa hivyo wenye mko na tamaa za vitu za wenzenu, mwenye mko tamaa na vitu za wenzenu, chakanikeni mtafute mwanaume. Sio kwenda tu kutaka kwenda kuiba vitu za mwenzako. Utakuja wekewa kitu kibaya ule ufe. Kwa hivyo hiyo tabia kuchukua vitu za wenyewe muache. Umeona huyo mwenzako kama angewekewa sumu angekufa. Kwa hivyo tuache hiyo maneno ya kuiba vitu za wenzetu.